Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Jumapili nyingine tena tumekutana. Mungu akubariki sana. Tunaendelea na lile somo letu la wito ili tumalizie, maana watu wameisha nisumbua sana ni box. Mbona somo umeishia njiani? Kwa nini, imekuwaje? Jamani, niombeni msamahani kwa kuchelewa kulitoa, lakini naamini leo tutakwenda kubarikiwa kwa kumalizia. Sasa najua kwenye somo letu la wito tumeshaona mambo mengi sana. Kwenye somo la kwanza tuliweza kujua kuhusu waraka kwa Waefeso, lakini pia tulijua maana ya wito, lakini pia tuliweza kujua kusudi la somo. Na sasa tuliweza kujua aina 3 za wito. Na la 4 tuliweza kuona aina za wito. Moja, tukaweza kujua aina ya kwanza tuliona wito wa kidini, lakini pia aina ya pili tuliweza kuona wito wa kijamii, la aina ya 3 tuliona wito wa kitaaluma, na aina ya mwisho tuliona ni wito na aina hiyo ya 3 ambayo ni ya mwisho ni wito wa kitaaluma. Tukaona utofauti wa wito wa Mungu na wito wa mwanadamu. Tukaeleza kuhusu pointi ya kwanza inayosema wito wa Mungu, na hapo ndipo tulipoishia. Na katika wito wa Mungu tuliweza kugundua kuna nguvu ya wito huo. Katika wito wa Mungu, nguvu hiyo, kuna mamlaka ya kiroho, neema na uwezo wa kutimiza wito huo kwa msaada wa Mungu. Hiyo nguvu ipo katika wito wa Mungu. Lakini pia katika nguvu hiyo ni wito unaodhibitishwa na matunda ya huduma, amani ya ndani, udhibitisho wa neno la Mungu na ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Hivyo vyote vimeonekana kupitia wito wa kimungu au wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tuende kuona wito wa mwanadamu. Leo tuende kuona sasa wito wa mwanadamu. Wito wa mwanadamu ni wito unaotokana na maoni au matakwa ya watu wengine, jamii au taasisi. Unaweza kuitwa kwa sababu ya kipawa chako, sifa zako au matarajio ya watu. Huo ni wito wa wanadamu. Mpendwa, usilazimishwe kufanya jambo kwa sababu tu watu wamekushirikisha uwe msimamizi wa jambo fulani pasipo wito wowote kutokana na Mungu. Na hiyo hali ikikufikia au kitu hicho kikitokea kwenye maisha yako, ya kwamba watu wamejiunga tu huko na kusema kwamba njoo ili tufanye kazi pamoja, kwa mfano uwe kiongozi au uwe msimamizi wa jambo fulani, ujue huo ni wito wa wanadamu, sio wito wa kimungu. Hivyo ni jibu tosha kabisa. Usijiulize nitajuaje ikiwa hawa watu wameniita kwa kusudi maalumu kutoka kwa wito wa Mungu. No, utajua tu kwa sababu nimekuambia ni wito unaotokana na maoni. Yaani watu tu wamekaa wakatoa maoni, tumempendekeza fulani akae na hii nafasi. Huo ni wito wa wanadamu. Lakini mara nyingi huna msaada wa kiroho wa kutosha kama si wito wa kweli kutoka kwa Mungu. Hauwezi ukawa na msaada wa kutosha wa kiroho kama si wito wa kutoka kwa Mungu. Tuone sasa mifano ya watu walioitwa na Mungu. Mtu wa kwanza aliyeitwa na Mungu ni Musa. Utasoma kwenye Kutoka sura ya 3 na mstari wake wa 4. Hapo utakwenda kukuta historia ya vile Musa alivyoitwa na Mungu. Mungu mwenyewe alimuita Musa kwa kazi maalum ya kuwaongoza Waisraeli kutoka Misri. Huo ni wito wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ulikuja na mamlaka na maelezo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wana wa Israeli walipokuwa Misri, Mungu alimuita Musa aende kuwaokoa wana wa Israeli. Na alipofika kule Misri alikuwa na maelekezo ambayo alikuwa anayapata kutoka kwa Mungu, kwa sababu ulikuwa ni wito wa kutoka kwa Mungu. Lakini pia tuone mtu wa pili aliyeitwa na Mungu ni Samueli.
Utasoma Samueli wa pili sura ya 3 na mstari wake wa 10. Samueli alikuwa kijana mdogo alipoitwa na Mungu kwa mara ya kwanza. Huo ni mfano wa wito wa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hao wawili wamehakikishwa kabisa kwenye Biblia jinsi gani walivyoitwa na Mungu. Na si wao tu, ni watu wengi ambao waliitwa na Mungu. Je, wewe umeitwa na nani? Umeitwa na Mungu au umeitwa na wanadamu katika huduma unayoifanya? Ni muhimu sana kujua wito ambao ulioitiwa. Waweza kujiuliza, je, nitajuaje huu wito nimeitwa na Mungu au sijaitwa na wanadamu? Omba Mungu naye atakuelekeza. Bwana Yesu akubariki sana. Na tuone sasa kuitwa kwa mwanadamu. Mtu wa kwanza aliyeitwa na wanadamu ni Sauli. Utasoma Samueli wa pili sura ya 8 na mstari wake wa 5 na sura yake ya 7 na mstari wake wa 5 hadi 7. Utaona jinsi gani Sauli alivyoweza kuitwa na watu. Aliitwa na wanadamu. Wale watu waliweza kuchoka na mfalme anayeitwa nani? Samueli. Wakaona wajitafutie mfalme mwingine kama wafalme wengine wanavyojitafutia wafalme. Walikaa tu kikao, na wala si wito kutoka kwa Mungu, na wala si maagizo kutoka kwa Mungu. Lakini pia tuone mtu mwingine wa pili aliyeitwa na wanadamu ni Yesu mwenyewe. Yesu huyu tunayemhubiri. Yesu huyu tunayemhubiri naye pia aliitwa na nani? Na wanadamu. Utasoma Yohana wa kwanza, utasoma Yohana Mtakatifu sura yake ya 6 na mstari wa 15. Hapo utakwenda kukuta jinsi gani Yesu alivyoitwa, lakini Yesu alivyojua ya kwamba si maagizo kutoka kwa Mungu, aliweza kukataa mambo ambayo wale watu waliotaka Yesu awe mtu wao. Watu walitaka kumfanya Yesu kuwa mfalme kwa nguvu, lakini huu haukuwa wito kutoka kwa Mungu. Yesu alikataa kwa sababu hiyo haikuwa njia ya Mungu. Na hitimisho letu linasema kwamba ni muhimu kujitambua, kusikiliza moyo wako na kuwa tayari kujitoa kwa jambo unaloamini kuwa ni kusudi la Mungu. Hitimisho letu liko vizuri sana mpendwa. Lipo vizuri sana. Unatakiwa usikilize, alafu unaposikiliza unatakiwa uchakachue. Ni muhimu imetokana na Mungu au tu ni wanadamu? Kwa hiyo ukiwa kwenye ngazi yoyote, kiongozi, padri, sijui shemasi, sijui nani, kwenye ngazi yote kanisani, unatakiwa uulize Bwana kabla ya wewe kukaa na ile nafasi ambayo umeambiwa kufanya. Na Bwana akubariki kwa siku ya leo. Amen.